Thank you. Asante sana wachungaji, asante sana. Naomba mweze kukaa. Alafu Archbishop Kathita ombea neno. Tuombe kwa ajili ya neno la Mungu. Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, ulitamka neno na nchi ikawa. Ulitamka neno na kila kiumbe na kila kitu kikapatikana. Neno ambalo tunalisoma ni neno lako. Limewekewa pumzi yako. Lina uwezo wa kufanya kila jambo. Ninaomba kwa ajili ya mchungaji kasisi anapoenda kutuletea neno, Mungu wa mbingu ukanene ndani ya kinywa chake kudhibitisha maandiko atakayokuwa akinena. Ni katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Asante sana Bishop Dr. Naomba kuwasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dakika zangu ni chache kwa sababu sherehe za leo kama isemekanavyo ziko na wenyewe. Naomba ili uchukue kalamu yako ikiwa una kalamu na karatasi, au ufungue simu yako uweze kuandika mambo kadhaa ambayo nitakupa uweze kuyaandika. Nitasoma katika Luka mlango huo wa 5. Nitasoma mistari michache, nitasema maneno matano. Luka 5 nitasoma kwa kimombo. One day, kuanzia mstari wa 17. Luka 5 mstari wa 17. One day Jesus was teaching, and Pharisees and teachers of the law were sitting there. They had come from every village of Galilee and from Judea and Jerusalem. And the power of the Lord was with Jesus to heal the sick. Verse 18, some men came carrying a paralyzed man on a mat and tried to take him into the house to lay him before Jesus. When they could not find a way to do this because of the crowd, they went up on the roof and lowered him on his mat through the tiles into the middle of the crowd, right in front of Jesus. Now, kabla hatujasoma maandiko yaliyo hapo mbele, ningependa utazame ya kwamba katika masomo haya kuna letter C kwa kimombo, letter C ambayo utaisikia. Kwa hivyo uanze kuiandika so that at the end of the day unaweza kujihesabia how many C's have you seen and what do they mean. May God bless you as you do that. So we see in verse 18, some men came. These men looked like they cared. Watu ambao walikuja walikuwa watu ambao roho zao zilivutiwa na kusaidia mwenzao ambaye alionekana ya kwamba alipatwa na ugonjwa wa kupooza. They came, they cared, they were concerned. They tried to take him into the house to lay him before Jesus. Hawa walipokuja, nia yao ilikuwa waje wamlete huyu jamaa mbele yake Yesu. Walikuwa wamesikia ya kwamba Yesu yuko mtaani, na walijua ya kwamba Yesu ni mponyaji. Na huyu ndugu yao alikuwa amepooza, hatuambiwi kwa miaka ngapi, hatupewi jina lake,
Hatupewi majina ya hawa watu, hatuambiwi walikuwa watu wangapi, lakini walijali. Tell your neighbor, walijali. Walijali. They cared. They cared. Na walipokuja, inasemekana ya kwamba hawakupata nafasi kwa sababu ya jamaa wengine ambao waliitwa crowd. Mwambie mwenzako crowd. Be aware of the crowd, because the crowd. Jamaa wengine ambao waliitwa crowd. Mwambie mwenzako crowd. Be aware of the crowd, because the crowd were not reading from the same script as these men. Na walipotazama wakitaka kwenda wakaona crowd, ujumbe wa watu ulikuwa mwingi. Na kama ni hapa Kenya, wangeliambiwa wewe unatuletea mgonjwa, hata sisi tunamgonjwa. Wangeambiwa ungerauka. Services include haircuts, ungerauka jana. pedicures, We manicures, also have and someone massage. who has needs. Wakaona ya kwamba kwa Street, sababu 69. ya crowd, I hope you are noting down the C's, are you? Wakaona kwa sababu ya hii crowd na agenda yao ilikuwa wamlete huyu jamaa hapo mbele ya Yesu aweze kupata uponyaji. Wakaona another C that I want to share with you, and I hope that you take this home. Tell your neighbor for me. Standing before them, they became creative. Tell your neighbor for me, they were creative. Yaani wakawa na mawazo ya kufikiria ni njia gani nyingine ambayo tutaweza kuitumia ili tuweze kufikia kiwango cha lengo letu. Basi ikasemekana hapa, hawa jamaa waliona mahali Yesu alikuwa, wakapima mahali alipokuwa, wakatazama mazingira, wakaona nyumba hiyo vile ilivyojengwa, imejengwa na zile tiles, matofali. Wakalenga mahali ambapo Yesu alikuwa, wakapanda kule juu, na walipopanda kule juu wakafungua matofali zile tiles mahali Yesu alipokuwa. Ikasemekana ya kwamba walimteremsha yule mtu wao, mgonjwa wao, mbele yake Yesu Kristo. Inamaanisha kwamba watu kama hawa, not only were they creative, these men had courage. Kubomoa nyumba ya mtu bila ruhusa yake, unanisikia? Unahitaji courage. Kukitu utawautui katiwo. Utawu ukumbao utuika. You need to be courageous. Ikiwa utatoa matofali ya mtu kwa nyumba yake na kuingiza. In what they said is, we shall, hii kesi tutaikesi baadaye. Mtu wetu kwanza hapo, nyumba tutaunda baadaye. They had courage. And so here, let me just ask you, is Kenya sick or not sick? Mwingine ameniambia ICU. ICU, si kizungu ati ICU na kuona, ni intensive care. Na ikiwa ni gonjwa tuipeleke wapi? Kwa Yesu hapo mbele. We need creative men. We need caring men. We need men that are full of courage, so that chochote kitokee na chaweza kufanyika. So wakamleta, and the immediate thing which I want to share with you, many of you may not be the kind of a person that I am, but I am begging you to be like me today. Ya kwamba uwe mtu wa imani. Inasemekana Yesu alikuwa akiendelea nao. Kama wewe ungelikuwa Yesu, na kama niko hapa sasa tunaendelea, alafu mtu atokelezee huku kwa paa, what do you think I would do? I would immediately stop what I am doing, kwa sababu there was an interruption. Yesu anaendelea na mafundisho, kwa paa mtu akateremshwa. Alipofika pale, Biblia inasema, when Jesus saw their
faith. Yesu alipoona imani yao. Tafadhali tofautisha hapa ya kwamba si ati aliona imani ya mtu aliyeletwa, aliona imani ya watu waliomleta. May I ask Kenyans today that you will have faith that Kenya itapona. When Jesus saw their faith, si imani ya huyo aliyeletwa, lakini imani ya wale waliomleta. Watu ambao wanasumbua kanisa, watu ambao wanasumbua nchi ni watu ambao hawana imani. The crowd ambao wanauliza tukabika tuitonya mbona tutinde au twaingio kalusika tukizoko tuinge tafadhali kuwa na imani. Amen. Uwe na nini? Kwa sababu kwa imani tutatoboa. When Jesus saw their faith, he said to them, friend, your sins are forgiven. Yani wewe umepona kwa sababu ya imani ya hawa waliokuleta. Bwana Yesu apewe sifa. Alafu inasemekana the Pharisees and teachers of the law, they began thinking, mstari wa 21, they began thinking to themselves, who is this fellow who speaks blasphemy? Who can forgive sins but God alone? Na Yesu akajua walipokuwa wakiwaza, akasema, why are you thinking these things in your hearts? Which is easier to say, your sins are forgiven, or to say, get up and walk? But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. So he said to the paralyzed man, I tell you, get up, take your mat, and go home. Hebu sikiza maneno ya mwisho hapo, akasema, immediately he stood up in front of them, took what he had been lying on, and went home praising God. Matokeo ya mwisho ni ya kwamba alichukua virago vyake akaenda nyumbani akimshukuru Mungu kwa sababu ameponywa. Let me ask that today, wakati ambapo tumekutanika hapa, ya kwamba kila mmoja wetu awe na imani ya kwamba tutakapochukua nchi yetu na kuiweka hapo mbele yake Mwenyezi Mungu, Mungu ataona imani yetu na nchi yetu itapona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua kuna watu ambao wanajifanya wao ni wajuaji. Musa alikwenda kule Misri. Alipofika pale Misri, alikuwa na kijiti chake. Mungu amemwambia weka kijiti, wasomaji wa Biblia, kijiti kikafanyika nini? Kikafanyika kuwa nyoka. Jamaa yule Farao akaita watu wake, watu wachawi nini wote. Wakaja pia wakaweka viti vyao hapo, vijiti navyo vikafanyika nini? Kuwa nyoka. Many of us stop right there. We think that, oh, these guys have power because their sticks also became snakes. And here is Moses' stick also, which had become a snake. Wasomaji wa Biblia, ilifanyika nini na kijiti cha Musa? Cha Musa kikawameza. Akaambiwa pale, chukua kijiti chako, akachukua kijiti chake kikiwa na zile zao. And I ask, have you ever read anywhere in the Bible ya kwamba hao wazee walimuendea Musa kumwambia, nuisi kamutika akakukuite kena tonya mutu itu nutonya utuika hali nikana tuiki hali tu nundu you. Usiwe mjuaji when we come before God. Kwa sababu kijiti cha Musa kina nguvu, kitakumeza wewe na utakaa hapo mpaka Musa akivukisha watu bahari ya Shamu. He had that stick with their sticks which were swallowed. May the Lord give us faith ili tuweze kutembea nchi yetu ya Kenya tukiwa na watu, men and women that are caring before us today, men that come with courage, with creativity, and with concern. May the Lord bless us all. Nitaomba sasa ili tuweze kuingia kwa maombi. Nitamuuliza Apostle Musili atakuja hapa aweze kuomba kwa ajili ya jamii ya Mheshimiwa Vice President.
Kalonzo Musyoka pamoja na jamii yake. Tafadhali uje hapa, sijui kama utawahitaji hapa au kivipi. In order to accommodate time, taomba wote mabishop. Bwana asifiwe. Lakini nisome tu 1 Samuel 22:1. So David left Gath and escaped to Cave Adullam. Soon his brothers and his relatives joined him. Then others began coming, men who were in trouble, who were in debt, who were discontented, until David was their captain. Mstari huo unasema ni familia yake Daudi wakati alipoenda Cave Adullam walipokuja kumsurround. And even as His Excellency is going to go this journey, akienda safari hii pamoja na wenzake ya kutafuta uongozi, wale ambao they bear the brunt ni ile familia. Na ndio naona kwamba waliomjoin Daudi wa kwanza ni familia. Ya pili, maandiko yanasema wote walikuwa na madeni. Na hapa nikiuliza wale wako na madeni, mpaka kuanzia fuliza, kuanzia kila aina ya deni, nafikiri kila mtu atainua mikono. Kwa hivyo we are in the right place. Mtu ampigie Yesu makofi. Na wale wengine maandiko yanasema ni wale ambao walikuwa wameumizwa mioyo, wale ambao they were discontented, people that were never comfortable with what was going on in Israel. Kwa hivyo kwa sababu nimepewa nafasi hii na tulikuwa tuombe mabishop wengi, in order to save time nitaita mabishop wote tuombee familia, alafu hiyo chapter yetu ishia hapo. So all the bishops please and the family tupate kuwaombea safari nzuri, tuwale kuombea protection. Tumejua mambo haya yakitendeka wakati hapa kumekuwa na abduction, is the family that bears the brunt. Na tunaomba malaika wa Mungu wakawalinde katika safari hii, alafu tumalizie mahali petu tu hapo. Family tu wale ambao watakuwa wako, tunaweza kuomba tu, kama ninaweza kuuliza Your Excellency, and then tuje tuombe kwa ajili ya family kama wanaweza kuja tu, and then nitauliza bishop wetu wa SCK atuongoze kwa maombi haya ya family. God bless you. Because of the media. You face us. You face No, us. you cannot face us. Because watu wa media wanachukua. They face the altar. Oh, okay. Okay, you are right. Very right. They face the altar. Basi natuamini na tuombe. Mwenyezi Mungu Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya wema na fadhili zako. Neno lako linasema ya kwamba wakati watu wako watakusanyika pamoja na kukiri na kutubu dhambi zao na kukulilia Bwana wa mbinguni, utasikia maombi yao ukiwa mbinguni na utashuka na utaponya nchi yao. Bwana, tumekusanyika mahali hapa kama watumishi wako tukikulilia kwa injili ya nchi yetu na viongozi wetu na pia uongozi ujayo, na tumekuja kwa injili ya kuombea ndugu yetu mtumishi wako ambaye Bwana Mungu ametuita hapa kwa injili ya kumuombea na kumkabidhi mikononi mwako, ili anapoanza safari ya kutafuta uongozi wa nchi hii. Bwana Mungu, tunanena kwa sauti moja,
kama vile mtumishi wako Musa alivyosema, Mungu, ya kwamba utembee pamoja naye. Bwana, tunamuombea mtumishi wako His Excellency Honorable Stephen, na kumuweka mikononi mwako pamoja na familia yake katika jina la Yesu, ili Bwana ukatembee mbele yake, ukaende kando yake, na ukawe nyuma yake, na Bwana ukamuongoze, na kama ndivyo ilivyo mapenzi yako Bwana Mungu, ukampatie ushindi huu katika jina la Yesu Kristo. Na Bwana ubariki eneo letu la Ukambani, na ubariki maeneo yote ya Kenya Bwana, maana watu wa Kenya ni watoto wako, watu wa Kenya ni watu wako Bwana. Na Mungu tunakutegemea. Bariki mtumishi wako Stephen kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tupumulie kidogo tu ili His Excellency aweze kutoa sadaka. As we have prayed for their protection, Lord God, let their offering be accepted at the altar that shall be, na sadaka hiyo ikawatetee katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aishiye milele. Tuwapikie makofi. Basi tukirudi naomba John K. Tafadhali John K, where are you? Ndio tumalize na hiyo wimbo. Apostle Musili, Bishop Anglican Church, please stay on the altar. Your Excellency, mutatuluhusu tu tuwaombe, because today we want to speak to the country as church. And the prayers we are praying from here will go a long way. And therefore, we do request you humbly, you just stand and let the senior bishops here and just say a word of prayer as you embark on this journey to redeem this country. Bishop Kitupa. Tuombe pamoja. Baba, katika jina safi na takatifu la Yesu Kristo, tumekubali hii imekuwa madhabahu yako, si pahala pa kawaida tu ama nyumbani kwa SKM, lakini imekuwa madhabahu yako. Kwa hivyo nakwambia Baba, ushuke, shuka Baba, na uende pamoja nasi. Tunamkumbuka Stephen na tunampatia hiyo safari aende kwa nguvu kutoka kwako na si maarifa ya watu. Tunampatia breakthrough kwa njia zote, kwenda juu, kwenda chini, kwenda pande zile zingine. Ninamuombea Rigathi Gachagua. Baba, kuna uchungu vile alitendewa na members of parliament. Baba, alitendewa kinyama. Na ninasimama kinyume na hilo tendo Mwenyezi Mungu. Ninasimama kinyume na hilo tendo Mwenyezi Mungu. Mpatie uponyaji mbele ya watoto wake, mbele ya bibi yake,
Hiyo nimekataa, hiyo tabia isitendeke nchi tena. Baba, hiyo isitendeke nchi tena. Na wale ambao watadhubutu, Baba, nguvu zako zinatosha. Onana na wao kivyako. Onana na wao ukiwa mbinguni. Tembea pamoja na Eugene Wamalwa. Eugene Wamalwa amesimama na injili kwa mambo mengi. Baba, mbariki na umuinue. Na ubariki hata familia yake. Na viongozi wale wengine, ikiwemo Uhuru Muigai Kenyatta. Ikiwemo viongozi kama Natembea. Na wale wengine hawakuja katika hili hafla. Baba, na wasimamisha, ninawainua, ninasema watembee na uwepo wako kila wakati. Yule atakayedhubutu kwa abduct hour, ajikute yeye mwenyewe na familia yake wako kwa shida katika jina la Yesu Kristo. Hatuwezi kaa kwa madhabahu tunachezea. Tunakaa kwa madhabahu maana tunamwabudu Mungu mwenye nguvu. At this juncture, dear Lord Master, I give Stephen special anointing. Kuanzia sasa tumemwanoint aende kazi. Aende akaitishe kura. Aende atupambane na wale wengine. Pasipo kushindwa hata kidogo Mwenyezi Mungu. Nampatia jina mpya, the anointed SKM. Watu wa Coast wasikie hilo jina na wakubali, because this is a special day. Watu wa Mount Kenya, na hapa tulipo ni Mount Kenya South, wasikie hiyo anointing na waanze kusema SKM, the anointed one of God. Baba, tutembee bila uoga, tutembee na nguvu zote, na mambo madogo nimekataa katika jina la Yesu Kristo. Baba, najua wewe unisikia na ushanisikia. Tembea na hao watu, tembea na hao viongozi, ni viongozi ambao umewapatia busara ama umewapatia manufaa mengi. Yule atajaribu kuiba kura, na mtangazia total confusion kuanzia sasa. Hata kabla hajaanza, total confusion katika jina la Yesu Kristo. Na la sivyo apatwe na shida katika mwili wake. Akifanya ili anaanguka, akifanya ili anateleza, akifanya ili anateleza, mpaka tutakapopata kiongozi mwingine aende Ikulu ndio tutoe shukrani Mwenyezi Mungu. Baba, najua ushanisikia, najua wewe unisikia na ushanisikia. Hizi siku ya mchezo Baba. Baba, hii ni siku ya tupatie kiongozi ambaye atatunza watu wa Kenya, atatunza elimu ya Kenya, atatunza tabia za Kenya, na atatembea pamoja nasi. Baba, tembea na hiyo barabara, najua wewe ushanisikia. Na ni katika jina safi na takatifu la Yesu Kristo nimeomba huku nikiamini. Pahala tumefika sasa, tunampatia Stephen nafasi sasa aende aitishe kura. Officially now. Rigathi Gachagua, tumekupatia rafiki. Nimekuwa kwa mikutano yako, ninasikia vile unampenda. Wewe unampenda, naye anakupenda. Hata wakati hauko anaongea kukupenda. Yeye ni pastor, wewe hujakuwa pastor, lakini naomba uichukue kutoka kwa Dorcas by osmosis. Basi tuwapikie wachungaji makofi. Basi Your Excellency, hawa ni wachungaji ambao wameamua kusimama na ukweli, kwa sababu kuna wengi ambao wameitwa na Mungu lakini hawawezi wakasimama na ukweli. Na ukiona mchungaji yeyote anaongoza kwa tumbo lake, huyu hawezi akasikia ukweli. Ni wakati umefika hapa Kenya, kama wewe ni mchungaji, ukuwe kama Elijah ambaye aliconfront King Ahab
Na mimi sifikiri kama kuliwahi tokea mtu alikuwa na nguvu kama King Ahab, na yeye akatumiwa askari 51 na akawaambia, kama mimi ni mtu wa Mungu, basi moto usuke kutoka mbinguni uwalambe. Na moto ulisuka. Wachungaji sio watu wameitwa na watu, na wachungaji sio watu wa kununuliwa. Sometimes I wonder when I see pastors being confused. But this time round, as the Secretary General of United Clergy Alliance in this country, we have taken a stand, and our stand is to stand with the people of this country, and our stand is to be truthful, to be honest, and to advise, and to speak on behalf of the country, because if we are compromised, then there is no country. If the pastors don't speak, who will speak on behalf of the poor people, on behalf of the orphans, on behalf of the people who can't go to school because of how life is today? And therefore, I beg you, if you are a servant of God, just be a servant of God. Don't be just servant of servants. Be a servant of God. I want to say, without fear of contradictions, Your Excellencies, today we want to have one number from Ken ili tumalize mambo yetu yanakuwa machache tu. Pastor Ken, John K come, alafu utumbaliki na wimbo moja, alafu Alice, alafu Kelly atachukulia. Tuwapikie watu wa Mungu makofi. Amen. All protocol observed. Dr. Stephen Kalonzo. I won't take much time. My name is Evangelist John K. I'm happy to be here. I want to bring one number, and this song is a prophetic song to our Dr. Stephen Kalonzo, ya kwamba katika siasa zote, hata akiwa katika moto, anjua ya kwamba ako na mtu wa nne. Akiingia katika huu moto akiwa na mtu wa nne, the victory is assured. Studio, kama uko pale, nipatie wimbo Mondo wa Kana. And with all due respect, our request, Honorable, we dance with you.